kwenye hichi kijiji chenu mbona kuna mambo ya ajabu sasa yanaendelea? Mimi wananisimanga, wanaendesha mimi amani. Kwa nini shangazi? Ni nani walikutishia amani tena mwanangu? Kuna mtu mmoja anaitwa Wambiga ananitisha mimi amani sasa. Eti akiniambia ninakuona wewe unatimbua chini ya mchanga tena utapotea. Mimi nashangaa nimemkosea nini mpaka nipe maneno makali? Achana naye huyo mpumbavu. Namjua toka akiwa tumboni kwa mama yake. Kwa hiyo asikutishe. Umenisikia? Eti sasa. Asikutishe kabisa. Mimi sipendi kutishiwa amani. Mbona nikuwa kwetu Bukoba? Wakina mwanangu wako Yotoko, wakina Mwakabibi, wakina Mwakalembo. Mbona nakuwa na vimba na jamini? Si hofu, mimi shangazi yako sinipo. Sawa eti, hamna shida. Shangazi yangu mimi nakuamini sana. Wewe tembea bwana, hamna mtu ambaye atakuzuia kutembea. Jiachie. Mimi shangazi yako nipo. Hakuna mtu atakugusa. Mimi nipo shangazi yako. Eti sasa. Hamna shida. Haya. Hamna shida. Sasa ngoja mimi nende nikamalizie mambo yangu. Unafanya sasa mambo ya upishi eti? Sijui utapenda kula nini leo? Ile nini shangazi, mimi kama juzi napenda ule mchemsho wa kuku, umetena vile vindimu si viembe. Yaani huko mnapenda viembe. Na kujua unapenda kula vizuri kama nini. Eti. Haya, usiwe na wasiwasi. Nashukuru shangazi sasa eti. Haya. Sasa hapo natembea nikijiamini na shangazi yangu mweupe. Lakini wako watu weusi sana. Unaishi katika nyumba za udongo, shangazi yangu na mjengo mzuri tena una umeme. Wao watumia vibatari. Lazima uone wivu nikula shangazi yangu eti sasa. Karibu mama. Asante za hapa. Hapa kwema tu. Bwana Mambega, ujio huu ni wa kwako. Ndio. Nimekuja hapa nimepata taarifa kama umemtishia mwanangu Amani. Na umegombana na mwanangu na umemtishia Amani. Mamangu, utanisamehe kwa hiki nitachokiongea hapa kwanza. Sidhani kama mwanao utakuwa umemlea kwenye maadili mazuri ya kumheshimia kila mmoja. Hayo sasa ni matusi. Unanitukana mimi sijui kulea, si ndio? Nilijua utaelekea huko. Maana yangu si kukutukana na si kukuambia kama ujui kulea, ila mwanao amekuwa ni mtovu wa nidhamu na mkosefu wa adabu. Mwanao kunitokana mimi? Kwa nini wewe usiniletee mimi hizo taarifa? Unaamua kujiongelea mwenyewe unavyojisikia kuongea. Alafu mimi nikajua cha kumfanya ni nini? Wewe kwa nini unajichukulia maamuzi mkononi na kuanza kumtolea vitisho? Kuna kitu kimoja mamangu. Hivi yeye mwanao pindi alipotaka kuja kunitukana mimi, alikwambia kama anakuja kunitukana mimi? Kwa hiyo unamaanisha kwamba alitokana huko akakufuata moja kwa moja? Mimi naweza kusema nchinje kuchinjilana tu ndundu tu. Ndio unavyoona, si ndio? Ndio naona sahihi kwangu kwa sababu nimemwona mtoto mdogo afu ananiletea mimi lugha chafu. Kwa hiyo yani unanidhihirishia kabisa kwamba wewe unamtishia mwanangu Amani, si ndio? Hilo swala la kumtishia Amani ni swala lingine. Kama atataka kutishiwa Amani. Bwana, chochote kitakachomtokea mwanangu, mimi na wewe, ama zako ama zangu. Yaani mama mwingine wanakuwa hamdhuruni kabisa. Yaani mwanawe linanitolea mimi lugha chafu. Mimi nataka nimchukulie maamuzi, yeye anakuja hapa kumlea vizuri. Sasa mwanangu akipata tatizo lolote na kujua wewe. Sasa tuone halali asubuhi akote fuko la hela, alafu anifuate mimi kwa sababu hilo nalo ni tatizo. Sababu pesa nayo ni tatizo vile vile. Ukiwa nao shida, ukikosa shida. Nimepakaza vumbi tu hapa. Watu tunashipitia lijiwe langu hapa. Wanasema mjomba ni mama. Ila nyinyi hamjakuja kwa mama yenu. Karibuni sana wajomba zangu. Asante mjomba. Za hapa mjomba. Hapa kwema, japo si kwema sana. Si kwema sana kwa nini sasa? Kilichosababisha usiwe kwema ni huu upatikanaji wangu wa riziki.
nimekuwa mtu wa kula vitu vya aina hii moja kila siku. Naamini ujio wenu utabadilisha msasi wangu kwa siku ya leo. Sasa kila siku jamani, miogo tu. Sawa mjomba, ila sisi hatukuja kukaa sana. Ndio. Dhumuni la kuja hapa mjomba, nikuja kwa ajili ya kumwombea mdogo wangu msamaha. Unajua yametokea mambo mengi sana. Sasa imefikia hatua tumeona bora kila kitu kiishe na tuanze upya. Kiukweli wanasema ukubwa ni jalala. Na ndio maana kwenye jalala hilo watu hutupia vitu vilivyokuwa vibaya. Vitu vinavyotakiwa viingie chooni na tupiwa jalalani. Vitu vinavyotakiwa kustiliwa watu wanakula, wanabakisha baada ya wapi binadamu zao, lakini wanatumia kutupia wapi? Jalalani. Kwa hiyo jalala imekuwa yani ndio sehemu ambayo ya kutupia kila kitu kilichokuwa kizuri na kilichokuwa kibaya. Mimi sikuwa napendezewa sana na hilo. Nilikuwa lifanyaje linaendelea. Na nilitamani siku moja yatokee haya yanayotokea hapa. Mjomba, mimi pia nimeamua kuwa mbali na Mwanjia. Maisha yangu nimeamua kuyawekeza kwenye kilimo na ufugaji. Ila pia mjomba, nadhani hatutafanyia hapa. Tumekaa na mdogo wangu, tumeona bora tuondoke hapa tuende kule kwenye ile nyumba marehemu baba Chiwa. Kwa hiyo tutakuwa kule tukiendeleza mambo yetu. Unasema nyinyi si watoto wadogo, ni watu wazima na kila mtu na maamuzi yake. Lakini mbona hapa ndo kuna sehemu kubwa ya nyinyi kufanya majambo mnataka kuyafanya? Na istoshe na mimi nipo karibu hapa. Tatizo lolote linalotaka kutokea tutajitahidi tukabiliane nalo. Sasa mnaenda kukaa mbali na mimi huko jamani. Tatizo ni nini hasa? Hakuna mjomba. Usifikirie vibaya. Mimi nilikaa na dada tukaongea, tukaona bora tuende kule kwa marehemu baba tukafanya mambo yetu yote kule. Hatuondoki kwa sababu ya kwako wewe mjomba. Hapana. Labda niseme kitu kimoja. Kwenye hilo mimi sitawawekea kauzibe wala sitawawekea kinyongo. Yaani moyo wangu upo safi kabisa. Kwa sababu tulishasema tusahau yaliyopita na tuangalie ya mbele. Basi nikiwa na katalia nyinyi kwenda huko kufanya maamuzi yenu, nitakuwa na nyanyasa kiukweli na nitakuwa sijawatendea haki. Ila kwenye hilo mimi roho yangu ipo safi kabisa. Nyie fanyeni mnachoona hiki ni kizuri, tukifanya fanyeni. Na mkiona jambo hili baya basi achaneni nalo. Na ndo maana sema mjomba mama japo umekataa. Sasa wewe hujajua. Mimi wasiwasi wangu unakuja sehemu moja. Itakapofikia hatua nyinyi kunilia nyonyo, mimi nitawapa nini mnyonye? Ukatupa chai. Basi karibuni jamani. Haya mjomba. Haya. Jamani mawifi zangu, mambo? Safi. Wazima? Wazima, sijui. Mimi si jambo. Ile wifi yangu hiyo. Ila kaka kwa tutaki. Hivi nadhani naye atamshauri ili aweze kunielewa maana Yaani hilo tatizo dogo sana. Mimi ni dada yake. Nitaongea naye na kila kitu nitakiweka sawa na utakuwa wifi yangu. kweli. Kakwambia nani? Hata angekuwa na roho ya mtume au nabii. Ushaona wapi simba kaacha nyama kaenda kula majani? Haya, mlikuwa mnaenda wapi na nini? Sie, tumetoka hivi tunaelekea hivi. Habari zenu sasa rembo? Salama. Naona mko poa sasa eti. Naona wengine mnaenda maji, mnaenda kisimani kuteka maji.
hizo ni shughuli za shamba. Sasa naomba niongee kidogo na binti na bibi, nataka niongee naye kidogo. Mimi shangazi yangu ni ule mwanae anaitwa Chakuchabo. Mwamba, ngoja nikwambie kitu kimoja. Namchukia sana adui anayefanya furaha yangu kuwa huzuni, na bahari yenye gharika haikawii kuchafuka. Ngoja nikuonyeshe vile nilivyo. Mimi ndo Bulldozer chimba chimba.